tusalimiane hivi kwa hewa. Asante sana. Kwanza kabisa, Your Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, Your Excellency Vice President Kalonzo Musyoka, Mama Dorcas, ndugu zangu wengine wote ambao tumeandamana nao kuja hapa, wageni kama mimi ambao tumefika hapa. Kwanza kabisa tunataka kuomba msamaha. I want to be very honest with you and first of all start with an apology. Nimekuja nikichelewa sababu nilitoka Kisii. Nilienda Kisii last Friday. Najua the way we are raised, nilienda kuripoti kwamba nimerudi. Nilienda kuripoti nyumbani. Au najua nchi yetu sijui ifanyika namna gani hivi majuzi, watu wengine wamegeuza porocho sasa ikawa kama ndio Biblia. Ni kudanganya kila siku na kusema mambo ambayo si ya ukweli. Na nilipoenda pale, I was told by those leaders who are here, and I've come with some of them here, and I won't waste time asking all those who came with me to come in front, that I go out and talk to other people. And Senator Onyonka and all of you who are here, you can see I have begun implementing what I was told to do. Nimekuja hapa kuongea na kukaa na wengine. This is what I was told to do. Come and talk to Honorable Kalonzo Musyoka, talk to Honorable Martha Karua, talk to Honorable Deputy President Rigathi Gachagua, talk to Eugene Wamalwa na wapi viongozi wote. Tutafute njia ya kupeleka nchi yetu mbele. I will be very brief, and please listen to me very carefully. Mimi vile naona, I said last Friday and I want to repeat it here. And because tumekaa kwa muda mrefu, I will not tire you with a long story and a long speech. In my honest opinion, kwanza all of us, there are more experienced people here in this tent than me, people who have been in public life much longer than me. And I'm very happy to see all these wonderful people here. Mzee Noah Wekesa na wale wengine, my brother Kipruto Kirwa, people who have participated in managing this country and its politics for a very long time. In every nation's journey of progress and development, a time comes when people must sit and very carefully have a conversation about how they are going to move forward. Na sisi Kenya tumefika hapo. Hata tukikaa vile tumekaa hivi, and for the short time I've been here listening to people, we have very serious challenges in our country right now. The anguish and pain of our people, however you try to segment them, ukizungumza na watu, hata kama ni wazazi wa shule, some of our children are not going to school, some of our institutions are closed like Moi University. You can see the challenges we are dealing with. There are people crying about the health services. We have very serious challenges in our country. This is a time for us to come together the way we have decided to come together and find a solution to the way we are going to move forward as a country. Na hii sio wakati wa mambo mingi, kuzungumza mambo mingi, kusumbuana, unaona watu wengine mambo matusi, story nyingine kuambiwa sisi hatuna sababu. I mean, we are not wasting time. Tunakaa hapa, you think these people don't have what to do? Don't people anatuambia hatuna sababu. I mean, we are not wasting time. We are here because we love our country and we are very surprised about what's going on in our country. Some of the challenges we face, mambo mengine ambayo tunaona ni aibu, hata uwezi kuzungumza, hata unashindwa kuyazungumzia. Mambo kama haya tumeongea hapa, nimesikia. Mimi unajua maisha yangu, I never knew in my life. Na sijui hii sasa hata tutaambia watoto namna gani. Eti unaweza kuchanganya mbolea, mchanga, maji ya punda na ndio kuongea namna hiyo. Mambo ya aibu. Mimi ninawaambia ndugu zangu, I think I'll do only 2 things. 2 points only, alafu mimi ni kati. Number one, I agree with everything that has been spoken here even before I arrived, because I trust all these wonderful people. And I confirm that we will be together and we will walk this journey together. And anyone who's willing to bet their money on our differences, tutakuja kusambaratika mahali, don't put a big bet because you lose your money. We are not going to disagree. We will always agree and find a way. We will make the sacrifices that we have to make so that our country moves forward. But we understand that that is something that we must all do. There are people who have
made bigger sacrifices for this country than ourselves. If we had time, I would tell you a conversation we had with Uhuru Kenyatta when he appointed us to the cabinet. Several of us that Uhuru appointed to the cabinet, you know, left international jobs, wengine tulitoka mahali kwingine, where we were earning more money than we were going to earn as ministers. Siku ingine tumeenda kwa Uhuru, wale ambao tulipoteza pesa, kwa sababu when we were hired, we thought we were going to be paid a lot of money. When I saw my letter of appointment, wakati nilipelekea bibi yangu barua ya appointment, niangalia kaniuliza, did you know this is what you're going to be paid? I said no. We took a pay cut. My colleague Cecilia Eugene and everybody. Sasa tukachukua siku moja one evening tukaenda kwa Uhuru. Kumuuliza sasa, boss, sasa hii tutaishi namna gani? And President Kenyatta told us something I have never forgotten and I will never forget. Akatupeleka round mzuri. Alafu akatuambia, listen you people. This is called public service. You've come here to provide a service. Mimi sina madola hiyo mnalipa hapo uwalipa. Na kama mnataka kulipwa madola, let me be very honest with you. Mwende mtafute kazi zingine because I can't afford that. Na sitaki kurudi kwa Sara Seremu SRC kumwambia aongeze mshahara kwa sababu akiwaongezea wajumbe watataka kuongezewa na kila mtu atataka kuongezewa. So sit down, let us have our country with commitment. Alafu akatuambia kitu moja. Finally, before you leave, let me tell you one thing. Kuna watu ambao walipigania uhuru wa nchi hii. Some of them are not alive. Their bones are in the graves of this country somewhere. Hao watu nani anawalipa madola? Na wao ndio walitufanya sisi tukapata uhuru. So from there we were challenged that, you know, for our country to move forward, wananchi lazima tujidolee sisi wote. And if the sacrifices we are going to make, some of us, is to either defer ambitions or find a way of working with each other, it is worth it and we will do it so that we move our country forward. Na nyinyi wenyewe pia, tafadhali wananchi, tukianza kuzungumza vile tunazungumza, msingiwe na hizi porocho za huku kuambiwa huyu ameenda hivi, huyu anafanya hivi namna hii. Tuko tayari. Kazi ya kuongoza nchi na kazi ya kuendesha nchi sio kazi ngumu. Watu wengine walikuwa wananiuliza eti wewe tunataka urudi kwa public life. Are you serious? Nikasema there's no time in my life I've never been serious. Because wakati nilikuwa Minister for Education, mimi kazi sio shida kwangu, na kwanza kazi kitajwa mimi nachangamka sana. Nilikuwa hapa nafungua container ya mtihani saa 9 usiku. Napiga shule 15 hapa, naanzia Mugwaini kule, kisha kukatimu Ngadu Girls, naenda kumalizia pande ile ya Nyeri huko juu. And I was all over the place. The following day I would be in Kambiamoto, opening containers at 3 AM in the morning, kupigana na wakora wa kusumbua watoto wetu kwa shule. Sasa mimi niko tayari kupigana na watu kama hao, ndio kazi yangu. Mimi niko tayari. Lakini hiyo kazi, nyinyi wananchi ndio mnatoa hiyo kazi. Nyinyi ndio mko na kadi ya kura, nyinyi ndio mko na kipande, nyinyi ndio mtaamka asubuhi muamue ni nani mnapea hiyo kazi. Sisi wakati ukifika, ninawaahidi mkitupea hiyo kazi, mtaona vile nchi itaenda. Because we need to clean our country, we need to restore the faith of government so that people can trust the government again. That serikali ikikwambia kitu, kiongozi wa serikali akikwambia kitu, you can go to sleep and trust what they are telling you. Sio eti mnaambiwa hii tunacheza na wananchi vile tunacheza hivi. Ya mwisho, wananchi nataka kuomba hivi. Na mimi namshukuru Deputy President Rigathi Gachagua na Mama Dorcas kwa kutualika. This is very important to me. Wananchi, when there is a problem in a country like we have now, challenges of various kinds, you will be tempted very easily. For answers, you know, with the frustrations we have, disappointments, unfulfilled promises, hata viongozi wengine wanaweza kuanza sasa kutukawanya sisi wenyewe, tuanze kupigana. Hii maneno mnasikia tunaambiwa 41 verses I don't know what, hiyo yote ni style ya kufanya sisi tuanze kupigana, tusahau shida zetu, badala ya kutumia wakati wetu kutafuta suluhisho kwa haya maneno yote, tuanze sasa kupigana sisi wenyewe. Watu wanapiga nduru hapa Nyeri wako na shida, kule Nyamira wako na shida, kule Taita Taveta wako na shida, kule Kakamega wako na shida. Sasa ukabila unatusaidia nini? Sisi sote tuko na shida.
basi tunatafuta namna ya kutafuta solution so that our country can be managed better. Na tuko tayari kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo nawaomba wananchi, msipoteze imani. Don't lose hope in our country. What we are going through is a momentary situation. And let us not be tempted to turn against each other. Mungu atatubariki. We have had some challenges before, but we always rise again. This country is built on resilience. Wakenya ni watu wa kufanya bidii. Wakenya ni watu wanajua vile tunataka kwenda mbele. Don't lose hope. Tukae pamoja, tushikane na hawa ndugu zetu hapa na dada, tushikane pamoja. Mungu atatusaidia, tutavuka hiyo daraja, na tukivuka hiyo daraja tutaenda mbele. We will fix our challenges. Hizi zote tutatengeneza, so that we fix our education system properly, so that watu wawe na imani kwa elimu yetu. We fix our systems, hata kama hii ni mambo ya afya, we will find solutions to our challenges together, so that huu muda kidogo tuko na shida hapa na pale, let us not turn against each other. Hii vile tunaambiwa hii maneno ni kabila hii, ni hawa ndio wanataka kuleta shida, ni kabila hii inataka kuleta shida. Hakuna kabila inataka kuleta shida dunia hii. Makabila ni mawili, wale sisi ambao tunataka maendeleo kwenda mbele, na kabila ingine ya wale ambao hawataki maendeleo, wanatusumbua. Na mimi nafikiri sisi sote tuko kwa kabila moja, ile ambayo inataka tuendelee mbele vizuri. Ama namna gani? Mungu na wabariki wananchi and God bless.